Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Na wasalimu nyote kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba nyie wote mnaendelea salama kama jinsi na mimi niko. Na yeyote ambaye ni mgonjwa aweze kupata uponyaji kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika siku kama ya leo na wakaribisha kupitia channel yetu hii ya kundi la wana wa Mungu tuweze kuchangia neno la Mungu pamoja. Na leo niliona sio vibaya nije na kichwa cha neno ambacho kinasema ya kwamba usemi wako wewe Mkristo, usemi wako wewe kaka, wewe dada. Kupitia hiki kichwa nitakwenda kukava pointi 3. Pointi ya kwanza ni kwamba neno lako ama maneno yako ambayo unayatamka yawe na faida kwa watu ambao wanakusikiliza. Neno la pili, usitumie kinywa chako tu bure ama usiongei maneno bure. Lazima uwe na akiba unapokwenda kuongea. Na pointi ya 3 ni kujua jinsi ya kumjibu kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni pointi 3 ambazo nitakwenda kuzikava kupitia mahubiri ya leo. Tunaanza na kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12. Biblia inasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hapa kuna mambo 5 ambayo Biblia inatuagiza kwamba tuwe vielelezo kwavyo. Kupitia hayo mambo 5 nachukua kimoja hapo. Nachukua neno moja hapo ambalo ni usemi. Biblia inatuagiza kwamba sisi tuwe vielelezo kupitia usemi, kwamba tuwe mifano bora kupitia kusema kwetu. Mkristo siye mtu ambaye anaongea ovyo. Mkristo sio mtu ambaye anaweza kawa na sifa kusema kwamba ule anakuaga sema vya hivi, ule anakuaga sema vya hivi. Mkristo ni mtu ambaye kupitia kusema kwake watu wanamuiga, kupitia kuongea kwake watu wanamuiga. Napendaga gisi fulani anaongea gani, yeye akiongea anakuaga anaenda direct to the point. Akiongea anakuaga na busara, akiongea anakuaga na hekima kuongea kwake nini na nini. Hizo ni sifa ambazo Mkristo anatakiwa kuwa nazo kupitia kuongea kwake. Kibaya ni kwamba tumeokoka wokovu wa nusu. Kuna mambo ambayo tumeyaacha na mambo mengine ambayo tuko tu sawa na mataifa, lakini isingestahili kuwa hivyo. Isingestahili kuwa hivyo. Ni ajabu sana, tena sana kabisa kuona kwamba kuna Wakristo ambao yani yeye kwao ashaga kuwa nishindikana. Kijana yani anasumbua wazazi. Wazazi wanapata taabu sana kwa sababu ya jinsi gani anavyokwenda kuwajibu, kwa sababu ya jinsi gani anavyokwenda kuishi nao. Bwana Yesu atuhurumie. Nitasoma kupitia kitabu cha Wakolosai 4:6. Biblia inasema kwamba maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolezwa chumvi, ili mpate kujua jinsi pasavyo kumjibu kila mtu. Biblia inataka kutufundisha kwamba tuwe watu ambao tunajua kumjibu kila mtu. Sio tu unajibu kitu, yani unajibu tu kwa sababu ya kujibu. Tujifunze kuwajibu wazazi wetu. Usemi wako ni usemi ambao unatambulika kuwa aje. Maana kupitia usemi watu wanajulikana. Kupitia usemi watu wanasema kwamba ule ni dokta. Kupitia usemi watu wanasema ule dada alisomaga sana. Kupitia usemi watu wanasema kwamba ule kaka kabisa alisoma sana. Kupitia tu usemi. Sasa wewe je, usemi wako unamtambulisha Kristo? Usemi wako wewe unamtambulisha Kristo? Tunawajibuje wazazi wetu? Tunawajibuje ndugu ambao tunaishi nao? Tunawajibuje majirani zetu? Tunawajibuje watu? Bwana Yesu aturumie sana. Lazima tuwe watu ambao tunajibu katika namna ambayo inapendeza hata mbele za Mungu, ama tunaongea katika njia ambazo hata kwa Mungu ni sahihi. Ndio utapata katika familia kabisa mzazi ako naongea na binti yake, lakini maneno ambayo binti ako na mjibu mzazi wake inaleta manunguniko kupitia moyo wa mzazi.
Mzazi yako anaongea na kijana wake, lakini kutokana na majibu ambayo kijana anamjibu mzazi, hadi mzazi ananungunika. Na hivyo ni dhambi. Bwana Yesu aturumie. Hiyo ni dhambi. Unakwenda kuleta manunguniko kwa mzazi wako kwa sababu ya kujibu kwako. Lazima ujifunze jinsi ya kumjibu mzazi wako. Jifunze jinsi ya kuwajibu watu. Na kuna watu ambao wanajibiana kwa dharau. Sio vizuri watumishi. Sio vizuri. Tubadilike hata katika kuongea kwetu. Ikiwa Petro alikwenda kujulikana, alijulikana hata kwa usemi wake. Wewe hata katika kusema kwako, yani uko unasema style yako kama watu wa ile njia ya Yesu. Na sisi pia kupitia usemi wetu tuonekane kwamba tunamjua Mungu. Tuonekane kwamba tunamjua Mungu. Ndio utakuta katika vijiwe tu watu wana kijiwe chao, unakuta mtu tu ako anapita. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amani ipo. Na unakuta mtu anamwangalia huyu nani anakuwa sema vitu gani? Yaani anataka kuja tena ule Mkristo kwa sababu tu ya kuongea kwake. Lakini sisi tukikuwa nje ya mahuduma, kuongea yetu ni ya kipagani. Tunaongea vitu ambavyo si sahihi, vitu ambavyo havina sawa hata mbele za Mungu. Tunakuwa na lugha za kitaani, sio vizuri. Mtumishi unakuwa na lugha za kitaani kweli? Hapana, tubadilike kupitia hilo. Pointi yangu ya pili, nilisema ya kwamba tuwe watu ambao tunaweka akiba ya maneno. Usiwe tu mtu kwa sababu una neno la kusema na wewe unalisema. Tusiwe watu ambao tunatumia tu maneno, tuwe watu ambao tunachunguza neno kabla ya kulisema. Kwa sababu mwisho wa yote tutahukumiwa kupitia maneno yetu. Mungu atatuhesabu dhambi kwa sababu ya maneno ambayo tuliyatumia. Kwa hiyo tumia maneno yako kwa uchache zaidi sana, na tumia toa neno kwa sababu unaona hapa linafaa litolewe. Lakini ukiona kwamba hili neno halifai, achana nalo. Lichunge, usilitamke. Tuwe tunaweka akiba ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia hapo nitasoma kitabu cha Mathayo 12:36. 12:36 Mathayo nashuhudia kwamba basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. 37 Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Tuwe na akiba ya maneno ndugu zangu. Tuwe na akiba ya maneno. Kabla ya kuongea kwanza chunguza jambo. Kabla ya kusema neno, chunguza jambo. Usiwe mtu tu kwa sababu unajisikia kusema na unasema. Hilo litakupeleka katika hasara. Bwana Yesu aturumie sana, litakupeleka katika hasara. Na ndio maana kupitia ili andiko lazima Wakristo wote wawe ni wepesi sana wa kusikiliza, lakini ni wachache wa kuongea, lakini ni wepesi wa kusikiliza. Kupitia ili andiko kabisa, lazima tuwe watu ambao tunaongea kidogo lakini tunasikiliza sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kidogo lakini tunafanya nini? Tunasikiliza sana. Kupitia tu ili andiko kabisa la Mathayo, kwamba tutatoa hesabu kila neno ambalo linatoka katika vinywa vyetu, tutalitolea hesabu. Liwe ni neno la uongo, liwe ni neno la kweli, liwe ni neno ambalo alikufaa, kwa sababu kupitia maneno yako utahesabiwa haki. Kupitia maneno yako utawekwa katika hukumu. Utawekwa kwenye hukumu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tuwe watu ambao yani tuanze tu kuchunguza sana na kuchuja neno kabla alijatoka katika mawazo yetu ama katika moyo yetu. Tunalichuja kwanza. Kabla alijatoka linachujiwa. Likishachujiwa linaonekana kwamba hili neno halina neno njema tu, haya linatoka sasa. Kwa sababu tusije kujikuta kwamba tunaongea hovyo. Mkristo sio mtu wa kuongea hovyo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na pointi yangu ya mwisho ni kusema kwamba maneno yetu sisi wa Kristo lazima iwe inakuwa na neema ya kuwafaa wasikilizaji, yawe yanakuwa na faida ya kuwafaidisha watu ambao wanasikiliza. Mwanzo nikasema ya kwamba kupitia tu kuongea yako, kuna mtu anaweza kusema napendaga gisi kaka fulani anasemaga yani napendaga usemi wake, anasemaga vizuri. Napendaga jinsi dada fulani anasemaga vizuri, anasemaga na hekima sana, anasemaga na staili yake hivi ya kunibariki. Kupitia maneno yako ya wafaidishe watu. Kuna watu wengine huwa hata kusema yako tu inaweza kumbadilisha. Kusema yako tu gisi unasemaga inaweza kumbadilisha. Aiombi hata sijui vitu vingi, ni usemi wako tu inaweza kafanya nini, ikambadilisha, akakuona kwamba wewe umekuwa mfano bora kwake wa jinsi gani mtu anakuagana takiwa kuongea. Nitasoma katika kitabu cha Waefeso 4:29. Biblia inasema kwamba neno lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Hapa tunafundishwa kwamba maneno yetu yawe yanawafaa watu ambao wanatusikiliza. Ili liwape neema ambao wanatusikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kupitia jinsi unavyoongeaga, je, unaona kwamba unawafaa wasikilizaji wako? Kwa sababu kuna mwingine msikilizaji akishaona tu kwamba da fulani anaanza kusema, yani hivyo ashasirika na ujaanza na hujamaliza kuongea ushamkwaza tayari, kwa sababu anajua tu ule tena anataka kuongea tena upuuzi. Na kuna wengine wasikilizaji fulani tu akisimama fulani anaanza kusema, wengine hivyo ashaweka masikio tayari kusikia, kwa sababu anajua kwamba Kenya atasema hapo huyo kijana kitakuwa tu ni kitu ambacho kinaeleweka na kinafaa. Sasa wewe je, maneno ambayo huwa yanatoka katika kinywa chako huwa yanawafaa wasikilizaji? Usemi wako unawafaa watu? Bwana Yesu asifiwe. Usemi wako wewe unawafaa watu? Au na wewe uko kati ya wale watu ambao wakianza tu kuongea tayari msikilizaji amesha kwenda kukwazika? Kwa hiyo ndugu zangu, sitaki kuwa mrefu sana katika siku ya leo. Najua kama ilikuwa ni jana juzi ile niliongea mambo mengi sana kwa marefu. Leo naona kwamba niongee kwa uchache. Tujichunguze sana kuongea kwetu, tujichunguze sana kujibu kwetu, tuchunguze sana, yani tuwe na akiba ya kuongea, kwa sababu ulimi ni kitu kadogo katika mwili wa mwanadamu, lakini yani kana uwezo wa kuwasha hata moto katika forest. Kana uwezo wa kuharibu vitu vingi sana. Kwa hiyo maneno yanaweza yakajenga na yanaweza yakaharibisha kupitia tu maneno ambayo yanatoka kupitia ulimi. Ndio maana lazima tuwe makini sana kwa kutumia maneno yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama jinsi nilivyosema, tuwe vielelezo kupitia usemi. Kwa hiyo unapokwenda kuongea, hakikisha kwamba maneno yako yanafaa kuongeleka. Hakikisha kwamba maneno yako yanakuwa na faida kwa watu, na pia uhakikishe kwamba unajua jinsi ya kuwajibu watu. Maana watumishi wengine ama Wakristo wengine wamefeli sana katika hiyo section. Na nilisema mwanzo, niliongea kwa habari za watoto ambavyo wanawajibu wazazi wao vibaya, lakini kuna mara hata wazazi pia wanawachokoza watoto wao kupitia kuongea. Na ninyi pia mjitahidi kupitia hilo. Natumaini ya kwamba neno hili litatendeka kazi kwenu, na tuko pamoja kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu alibariki neno lake.